jini. Mama sio hivyo, yani sisi ambacho tunataka kukwambia ni hiki hapa. Yani sisi hatujajileta sisi wenyewe eti pombe zetu. Hapana kabisa. Hana. Yani hii ni ombi kabisa kutoka makao makuu, yani kwenye familia yake. Yani babu, mama, shangazi nini wote wamekaa. Akasema hivi tafuta mwanamke. Kwa katuleta sisi kama nini? Kama washenga. Sasa shida iko wapi mama? Shida iko wapi? Yani wewe ushakubali, lakini kinachokusumbua ni nini? Aibu. Mimi nishaona. Kubali tu. Hamna shida. Washenga wameshaongea kitu umewasikiliza inatakiwa wewe ukafanya vitu vizuri nyumbani. Kwanza baba yangu siku hizi anatoka Dubai. Kuna vitu vizuri amevileta. Hautaki. Mwambie. Hebu tokeni. Ondoka. Ndio nilichoongea mimi, tuondokeni, amkusikia. Tuondokeni. Niftina tu, Niftina. Masudi, unajua fika kama kila kitu kikizidi sana huwa ni vibaya. Hata kikipungua zaidi pia ni mbaya. Kwa sababu kuna muda nashindwa kukuelewa. Nakuwa ni mwongeaji sana kwako. Nafika stage unaniona mimi ni mbaya. Yaani nafika stage dada yangu mimi anatoka hapa siku 3 halali ndani. Wewe unashindwa mimi kunambia. Na yote unayajua, sio kwamba uyajue. Ila mimi nitakapokuwa nikiinua ndimi yangu na kwambia unaniona mimi ni mbaya. Wewe mwanamke unanitafuta. Sasa mimi sitaki mengi, nataka unambie kwa nini hukunambia dada yangu halali hapa. Wewe mwanamke kuna siku tu, yani kuna siku tu nitaondoka na hicho kichwa. Yani nitakuwa mimi mwenyewe nikupeleke polisi, kama nitakamatwa sawa. Maana yani haingia akilini dada yangu mimi siku 3 ndani ya halali, wewe unashinda kunambia au una sababu zako zingine? Sio hivyo mume wangu. Umefika mbali sana kwa kuongea. Sio eti mimi sijamtafuta wifi Enjo. Nilipoona tu siku 2 tu sijamuona wifi Enjo hapa nyumbani amelala. Nikatoka. Kiongozi, mwenyekiti wangu. Mimi nimekuja hapa kwa sababu hilo swala ambalo ulifika nyumbani kwangu ukaniambia kuhusiana na Skitu. Mimi najua hisia zako zote zilikuwa kwangu, kwamba mimi ndo niko naye. Kumbe maskini wa Mungu mimi sijui hata kitu. Nikakwambia nitafanya uchunguzi kuhusiana na hili swala. Na ni kweli nimepata uhakika na ukweli 100%. Leo hii nilikuwa kwa rafiki yangu Kimu. Nikamkuta yupo nje. Nikasikia ndani kuna sauti ya mwanamke. Basi nikajua kwamba ndugu yangu kajiongeza. Lakini cha ajabu akatoka nje shemeji yangu mimi Skitu. Unasemaje wewe? Mwenyekiti, sijamaliza. Usipaniki. Basi akatukaribisha ndani. Karibuni ndani. Lakini naye alikuwa na kaibu. Tukiingia ndani, kapiga msosi mzuri, ugali na nyama. Tukakula. Mimi, Kimu na shemeji yangu Skitu. Halafu wanaonekana wanafurahi. Wana furaha mkubwa sana. Nikasema kama ingekuwa na baraka zako, hii ndio ingekuwa ya kwanza hapa kwetu kijijini. Lakini kumbe ni wezi. Majaga. Naam. Una uhakika na unachokiongea? Mwenyekiti, wewe ni kama rais wetu. Kwa nikikudanganya, nenda namtafuta. Nilipokwenda namtafuta, bahati nzuri nikamuona. Nikamkuta yuko kule kwa kina Aisha. Yupo. Nikaona
Yuko mahali salama. Afadhali tu nije tu nikae nitulie, nimshamuona. Angekuwa eti amepotea, hapo hivyo ndo ningekuwa na wasiwasi eti simuoni wifi yangu, lakini nimejua mahali alipo. Nikaona wewe uko na rudi, umechelewa, umekuja umechoka. Nikaona ina hata na nini mimi kukuambia sasa hivi. Nikaona tu kwanza nitulie nitakwambia. Huko kwa Aisha ni kwa mamake mdogo, kwa bibi yake au kwa kaka yake? Eti ulimwona yuko sehemu salama. Wewe huyo Aisha ni bibi yake? Yeye unasema na uhuru wote tu yuko kwa Aisha, kwa yuko sehemu salama. Aisha yule si mwanaume yule. Si rafiki yake lakini. Rafiki yake nini? Angalia kauli yako, nitakuosha kofi. Ni kwa rafiki yake. Wewe ushawahi kwenda kulala kwa rafiki yako wewe? Sasa nisikilize nikwambie. Yaani kama kwa tabia zako ambazo wewe unazo zidi ya dada yangu, wewe unaambie tu wewe bane. Iko hivi, nijue cha kufanya. Yaani unakaa una uhuru wa kusema kabisa tu kwamba yuko sehemu salama. Sasa sikiliza nikwambie. Kama unajua yuko kwa Aisha, mimi nitamtafuta Aisha au nitaenda kuisha kumchukua. Ndio nimeshakwambia. Sasa wewe endelea kukaa hivyo hivyo ndio utaona. Yamekuwa hayo tena baba. Niftina. Blaza. Oh, karibu ndugu yangu, karibu. Usiniambie kama wewe ndio mhusika huko ndani. Ya, mimi ndio mhusika mwenyewe kabisa. Officer David Collection, mimi ndio mhusika mkuu. Karibu. Asante sana. Sasa mwenzio nimehangaika sana. Kuna show imeandaliwa kwa ajili yangu. Sasa nikasema kwa nini nihangaike wakati Blaza waga naona napiga pamba kali. Nikasema ngoja nije niangalie kama nitapata. Kumbe kila kitu kinapatikana. Kama unavyoona, hapa ndio kwenye kisima cha nguo nzuri. Kwa hiyo kama umeshafika tayari, naamini kila kitu kitawezekana na utapata vitu vizuri. Karibu. Wow. Hii hapa imekaa. Wanasema kupendeza ni gharama, ila David Collection amesema utapendeza kwa bei nafuu. Njoo ujionee. Kwa mawasiliano zaidi, tutafute kwenye namba hapo chini. David Collection, kiboko ya fashion. Niftina. Mtonekana mimi ndo mpumbavu. Ona. Hizi siku 2-3 umesumbuka. Panda shuka kuna mtafuta mtu mzima mwenye akili zake timamu. Kumbe amemweka ndani ndugu yangu. Tambua mimi nilitoka hapa nyumbani kwangu, nikampata yule kijana kule kwake. Nikamuuliza, "Si kitu yuko hapa?" Kijana mwenyewe alikana kwa mdomo wake na kusema kwamba si kitu hajafika hapa na sijamuona na sijui mahali alipo. Muongo. Iweje wewe leo unakuja kuniambia kwamba si kitu yupo kwake? Yule ni muongo. Hebu fikiria mwenyekiti. Mimi huyo nikuibie wewe. Alafu tena mimi yule nije nyumbani kwako. Baba nimekuibia. Inaingia akilini? Jamaa muongo. Anaishi naye ndani. Sikiliza Majaga. Yule kijana alivyokaa mbele yangu eti kwamba hajui Sikitu yuko wapi. Kwa sasa hivi atamleta Sikitu mwenyewe kwa miguu yake hapa kwangu. Lakini pia maneno yako yawe na ukweli ndani yake. Kabisa. Haya mwenyekiti. Mimi sina mengi. Nilikuja nikwambie hilo. Lakini nakuomba, chonde mwenyekiti wangu. Yule ni rafiki yangu. Usije ukamwambia. Nakuomba babangu. Sawa, mimi nimekuelewa. Ndio. Najua nini cha kufanya. Sawa mwenyekiti. Mimi sio mkaaji. Nimekuja kutimiza ahadi yako. Naweza nikuondoka baba. Sawa, haina shida. Asante. Ateselem, kosa langu nini? Bwana nione. Bwana kila kukicha ni vikwazo. Wakati wa mvua yanitoka jasho. Mimi yatima, wazazi sina, shida nazopitia, yani machozi kila kukicha minalia, moyo nauma, yani ninateswa, yani mengi naonea, ninalimia tumlilie, mara wataki furaha nikimbilie.
Mbona kama siwaelewi? Mnatokea huko tena vipi? Msiniambii kama mjamkuta. Tulipita hapo tukazunguka, hatukumpata kwao, tumemkuta sehemu fulani huko. Sasa sijui niongee mimi au unaongea huko. Boka. Yaani inabidi mimi niongee kwa sababu mimi ndo mkweli. Na taarifa zangu waga sio za uongo. Yaani nikifikia taarifa mahali pake ni lazima upate data halali. Sasa brother, sikia taarifa yangu. Mimi hapa haitakiwi wewe bado unaongea sana. Boka. Ushataka kuona midai. Mimi sitaki kuzoana na wewe, sawa? Kama itawezekana basi, wewe tumpatie jamaa kwa sababu jamaa ni mpole. Lakini huyu jamaa mpole, unaona hivyo ataonja vizuri. Ingetakiwa mimi handsome boy, Yesu naliona, ndio nitoe taarifa. Boka bwana, kimya, ongea wewe bwana. Laza. Sisi jana tumemkuta. Ila akasema wewe ni mume wa mtu. Hataki kuwa na wewe. Yaani ndio hivyo. Sasa sikilizeni. Jeni mimi nilikuwa namtafuta tu kwenye masuala mengine tofauti. Nataka nimuulize kuhusiana na dada yangu tu. Kwa hiyo nakujueni nyie masuala ya umbea mnayajua sana. Kwa hiyo hamna kingine cha maana zaidi ya kumtafuta dada yangu tu. Kwa hiyo mnaweza mkaenda. Tunaenda lakini acha kijelo, yes, unajua kali. Toka nenda. Tunaenda hivi. Ila akifika mpenda busu. Usitusahau brother. Penina, mimi shuleni nimekutuma uende ukasome, sija kutuma ndio ukafanya hapo ujinga wako. Wewe unakuwa akili gani wewe? Sikufikiria kama mara moja tuliongea nini? Na ukaniambia nini? Afu naona huyu mwalimu anataka kunizoea, anataka kunipanda kichwani. Wewe. Penina. Hey. Kaka, hivi unafadisha nini majirani? Afu kingine kuhusu Mwalimu John. Mwalimu John yeye anisumbua mimi. Anakusumbua? Naona huyu mwalimu anataka kunichezea. Na sasa hivi naelekea kwake, nikitoka kwake naelekea kwa mwalimu mkuu. Kwa sababu anataka kunipanda kichwani. Afu na wewe, nije kukute. Wewe wako nikute umetoka hapa. Mjinga mpumbavu. Kaka unaenda wapi sasa? Jana. Nimekufuata wewe. Kosa langu nini? Bwana nione. Bwana kila kukicha ni vikwazo. Wakati wa mvua yalitoka jasho. Hivi mara ya mwisho nilivyofika nyumbani kwako, uliniambia kitu gani? Nilifika pale kwako ukaniambia kwamba binti yangu hayupo na hujui mahali alipo. Lakini iweje leo kumbe wewe ndio unamficha binti yangu? Sikiliza kijana. Kama kuna sehemu ambayo unamficha binti yangu, tafadhali niambie. Maana anamhitaji sana binti yangu. Hivi mzee, unajua kwanza mimi mwenyewe nimeshachoshwa na taarifa zako kwanza. Hivi tukiendelea kuongea, tukiendelea kulalamika hatutafikia mwafaka. Kwanza aliyekupa hizo taarifa ni nani? Hivi unafikiri mimi ni mjinga sana? Aliyenipa taarifa ni ndugu yako ambaye ni rafiki yako, anaitwa Majaga. Kazi ni umbea la kutoka nje. Sikiliza. Sitaki ujue upande wangu wa pili. Hivi unataka nikufanyie kitu gani ili utambue kwamba mimi nakuchukia wewe? Namhitaji binti yangu kijana. Tafadhali sana, namhitaji binti yangu. Sasa basi. Ukisita kwa hili, utanjua mimi ni nani.
Karibuni kwa chakula. Watu wazima wamekaribia. Na mmeshaanza kupeleka kabisa mikono yenu. Jamani. Bwana. Dada, na ndio unaingia kanisani wewe na kuamini. Unaweza ukaanza kukula bila kuomba. Tumtangulize Mwenyezi Mungu. Kanisani wanasema hivyo. Sehemu pote. Bwana, tufungeni macho. Funga macho, funga macho. Kaka amesema. Mmeshafunga? Tayari. Nani baba yetu tulie nani? Tulie nani huko juu nani mbinguni? Jina lako litukuzwe. Alafu hapa unasemaga ufalme wako uje. Mapenzi yako Bwana alafu yafanyike. Bwana wewe. Ufalme wako. Kaka. Sisi tunafunga macho, wewe unabaki unakula. Si nilikuwa nimeshasema amena, nyinyi yote hamkusikia. Sikusema hapa amena. Niko na wauliza hamkusikia jinsi nilivyosema amena. Dadangu mimi nakuheshimu. Ture. Ture chakula ture. Matembera haya. Alafu ngoja kwanza nionje, uliyapika vizuri. Matembera wewe. Na hizi mboga za majani zimekuwa kama vile mizizi ya miogo. Kaka. Isha ameshatambua kama Kalambo anaishi hapa nyumbani kwetu. Na iwe mwanzo na mwisho tena kumleta Kalambo hapa. Wewe dadangu. Mungu, kwa nini mimi unakuaga tu napenda kunivamia? Hivi mimi kweli na akili zangu naweza nikamleta Kalambo hapa? Kama sio yule ndugu yake Bullet. Si ndio anakuaga namleta hapa? Ndio nishasema. Iwe ya kwanza na ya mwisho kumleta tena Kalambo hapa. Tena yeye Bullet anamleta hapa Kalambo na ameshalewa. Kwa mimi vinanihusu nini? Si kwa mimi ndio unaanza kunikanya mimi. Unaanza kunikanya mimi kuliko kuwakanya wao wenyewe. Bwana mimi heshima tuheshimiane bwana. Heshima tuheshimiane. Kutwa mnarogana, fitina juu, kusengenyana, mabaya mnafanyiana, kurudishana nyuma amna haya. Hawe umeolewa, kazini umbea kutoka nje. Hauna kijiji nilichotoka nimekimbia uchawi. Huku nilipofika kuna majanga kuna vitu nafanya bila kuelewa dunia menigeukia hapa nilipo sielewi. Hivi uchawi una faida gani mniambie? Ungekuwa mzuri ungelinda familia.